Maji yazidi unga, Samia Suluhu akiomba msaada kutoka Kenya na Uganda. Karibu kwenye taarifa zetu za Eryan Media. Na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Maandamano yameendelea kutikisa mji na maeneo kadhaa nchini Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu wa Tanzania wa Oktoba 29, huku ripoti za vyombo vya habari sasa zikidai kwamba Rais Samia Suluhu alifanya mazungumzo tofauti ya simu na wenzake wa Kenya na Uganda. Kulingana na African Intelligence, Suluhu anaripotiwa kufanya mazungumzo tofauti ya simu na Rais William Ruto na Yoweri Museveni jioni ya Jumatano Oktoba tarehe 30, huku mgogoro wa baada ya uchaguzi ukitishia kuyumbisha taifa la Afrika Mashariki. Matokeo ya simu hizo bado hayajathibitishwa kamilifu, lakini Suluhu angeweza kutafuta msaada kutoka kwa wanachama wakuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kufuatia ghasia za baada ya uchaguzi. Madai ya simu hiyo yanakuja huku kukiwa na ripoti kwamba Suluhu ameweka balozi za magharibi gizani kuhusu hatua zake zijazo, huku ripoti zikionyesha kuwa na mawasiliano kati ya serikali yake na wao. Waandamanaji waliweza kuishtumu serikali kwa kudhoofisha demokrasia, huku kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Lissu akibaki gerezani na mtu mwingine muhimu wa upinzani akiondolewa kwenye uchaguzi na kuongoza nafasi ya Suluhu kushinda. Tangu Jumatano, waandamanaji wamewashirikisha polisi katika mapigano ya kukimbia, huku polisi wa Tanzania wakifyatua mabomu ya kutoa machozi na risasi za moto ili kuwatawanya. Milio ya risasi ilisikika katika jiji la kaskazini mwa Mwanza, huku mapigano yakizuka katika mji wa Dodoma na jiji kuu Dar es Salaam ambalo liko chini ya ulinzi mkali, huku barabara kuu zikiwa zimefungwa. Ripoti kutoka Tanzania zimefichua kuwa makumi ya watu wameuawa kutokana na maandamano hayo, lakini viongozi wa upinzani wamedai takriban watu 700 wamefariki. Wakenya ambao walionywa dhidi ya kujihusisha walikuwa miongoni mwa watu waliopiwa risasi wakati wa maandamano hayo yaliyoenea hadi mpaka wa Tanzania na Kenya huko Namanga. Umoja wa Mataifa kupitia ofisi yake ya haki za kibinadamu uliitikia habari za vifo, ukielezea wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za angalau watu 10 kuuawa na vikosi vya usalama wakati wa maandamano yanayohusiana na uchaguzi nchini Tanzania. Shirika hilo lilibainisha kuwa vikosi vya usalama vilitumia silaha za moto na mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji ili kuwasihi wajiepushe na matumizi yasiyo ya lazima ya nguvu, ikiwa ni pamoja na silaha hatari. Tuna wasiwasi kuhusu vifo na majeraha yaliyotokea katika maandamano yanayohusiana na uchaguzi wa Tanzania. Ripoti tulizopokea zinaonyesha kuwa angalau watu 10 waliuawa. Msemaji wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Saif Magango alisema kutoka Geneva. Katika kipindi cha uchaguzi, utawala wa Suluhu pia uliweka marufuku ya kuzima interneti na mawasiliano siku ya uchaguzi na kuwanyamazisha waathiriwa na kuzuia uandishi wa dhuluma. Waandishi wa habari wa ndani wa kimataifa tangu wakati huo wameripoti vitisho, kukamatwa kiholela na udhibiti. Miongoni mwao waliokamatwa ni mwandishi wa habari wa Kenya Shoka Juma anayehudumu katika kituo cha televisheni cha Nyota, ambaye alikamatwa wakati inadaiwa alivuka ili kufuatilia nyendo za raia katika mpaka wa Lunga. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu, ikiripotiwa kwamba Samia Suluhu Hassan ametangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa Tanzania akizoa takriban kupitia zaidi ya milioni 31. Lakini Watanzania wengi wamejiuliza kura hizi zilitoka wapi, licha ya kwamba hakuna Watanzania wengi walisusia uchaguzi huo siku ya tarehe 29 Jumatano. Basi wanasema huenda Samia Suluhu ajihusisha katika wizi na kudekua kura hizi za uchaguzi. Angetoa wapi kura?